Wanaume hai, mko poa? Leo kuna meeting hapa nataka tusemezane. Kitambo ufanye kitu ama ujiingize kwa kitu, ujiingize kwa raha, ulevi, uchawi. Jiambie hizi vitu si sasa hizi, zilitokana kitambo. Mababu zetu walizipata wakafanya, wakachoka, wakakufa, wakaziacha. Na hakuna ile degree walienda nayo kuonyeshana ya kuwa wamequalify kufanya hizi vitu ndio wakubaliwe kuingia mbinguni. My friend, ndio unapoteza muda wako bure na hakuna ile faida utapata kwa hizi vitu. Ukioa huyu mke wako alikupata kama hauna chochote. Nguo ulikuwa unaweka kwa carton, kwa box. Kwa nyumba ulikuwa na kiti moja. Mmeweka akili pamoja, mmejinyima kutafuta mali. Mmepata mali, umejiona umefika kwenye ulitaka, ndio unaanza kuonyesha huyu mke wako madharau. Unamuona kama takataka. Unaamua kuwa kitombi, hii mali unataka ukule na wanawake wengine. Huyu mke wako akikaa chini akifikiria kwenye mmetoana. Ndio mnaona wanawake wanaamua kuwafanyia unyama. Unasikia mwanamke alichoma mwanaume. Mwanamke alimtendea bwana yake unyama. Alafu we mwanamke, ukiona kabisa ndoa umejaribu kuvumilia but imeshindikana. Mtu asikwambie vumilia. Ni wewe mwenyewe unakapitia, unajua venye kuko. Wewe jitoe tu polepole. Enda pumzika. Ukitulia utarudi. Ikishindikana mbele kuzuri. Kuliko mtu aseme vumilia, vumilia ndoa atabadilika, vumilia. Alafu baadaye unakuja kupatikana kwa kitendo kama hicho. Utakuwa tu ukitembea watu wakikuona akisema alichoma bwana yake. Alitendea bwana yake unyama. Ni heri tu ujitoe. Alafu we mtu wa tatu. Kwa ndoa ni watu wawili. We mtu wa tatu. Kitambo uanze kuongea kitu ama utamke kitu. Hakikisha umeweka watu wawili pamoja, umesikia pande zote ndio uanze kuongea. Kuliko kuanza kuropoka tu, huyu mwanamke alifanya vibaya, sijui alifanya nini, na hujasikiza pande zote mbili, haujui makosa iko kwa nani. Si hukumu uachie Mungu mwenyewe ahukumu. Sababu Mungu mwenyewe ndiye anajua, hata iwe kwa giza, iwe wapi, Mungu ndiye anajua chanzo ni nini. Na we mwanadamu unahukumu mwenzako kama nani? So ni hayo tu, guy.